Na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, watoto wa Mungu. Nataka leo tushare kitu kimoja, kwa maana karibia dunia nzima inajadili kuhusu vita zinazoendelea. Lakini nataka niwaambie ya kuwa vita zinazoendelea ni mpango wa Mungu mwenyewe. Nachotaka niwajulishe ya kuwa lishikeni neno lake, kwa maana neno lake ndiyo lenye uzima na uhai. Walio wengi wanapambania kushika vitu wanavyoviona kwa macho, lakini yeye Mungu amesema ya kwamba neno lake halitapita. Mambo yote haya tunayoyaona, vita vinavyoendelea, matendo yanayoendelea, ubaya unaoendelea na uzuri unaoendelea katika dunia, hivi vyote vitapita, lakini neno la Mungu pekee halitapita, kwa sababu yeye Mungu ndiye aliyeumba hivi vyote tunavyoviona. Kwa hiyo chagua leo kushika kile kisicho na mwisho, na kitu ambacho hakina mwisho ni neno la Mungu. Napenda tusome kidogo katika kitabu cha Waebrania pale, tupate kujifunza neno la Mungu, kusema kwamba anasema nini katika neno lake, anataka tujue nini. Tutasoma Waebrania 4 mlango wa 12. Tutajifunza neno moja litatusaidia. Linasema hivi: maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Nataka usome, mpenzi mtazamaji wangu, upate kujua kwa nini aseme maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Tunajifunza kitu kimoja cha kuwa neno la Mungu li hai peke yake duniani kote. Hakuna kingine chenye uhai ila neno la Mungu. Tena lina nguvu. Kwa nini liwe lina nguvu? Lina nguvu juu ya vitu vyote. Hakuna kilichobakia chenye nguvu zaidi ya neno la Mungu. Neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Na hilo neno tunajifunza kuwa hilo neno ni nini, na huyo neno ni nani, na kwa nini. Labda tusome ile Mathayo ya 24 mstari wa 35 tupate kujua maana ya hilo neno la Mungu lenye nguvu tena lililo hai. Tujifunze hapo. Nitakwenda kusoma Mathayo 24. Nitakwenda kusoma Mathayo 24 na ule mstari wa 12. Hapana, sio Mathayo 24 na ule mstari wa 35. Inasema, mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita. Huyo aliyenena neno hilo alikuwa ni Bwana wetu Yesu Kristo. Alikuwa ni Bwana wetu Yesu Kristo, akiwa naye yupo hapa duniani, akikiri ya kuwa mbingu na nchi zitapita ila maneno yangu hayatapita. Hiyo nimenukuu ya kuwa ni Yesu aliongea, sio mimi ndio naongea. Yesu ndio aliongea, aliyesema mbingu na nchi zitapita lakini maneno yangu hayatapita. Hapo tupate kuelewana. Aliongea vile kwa nini? Kwa nini maneno ya wengine yote yapite ila ya kwake yasipite? Kwa maana hilo neno la Mungu ni yeye Yesu Kristo. Watu wanaweza wasielewe kwa nini nikasema neno la Mungu ni Yesu Kristo. Ukisoma ile Yohana 1:1 inakufundisha ya kuwa hilo neno la Mungu ni Yesu Kristo. Kwa maana inasema hapo mwanzo alikuweko neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Ukisoma hapo inakufanulia kuwa huyo neno alikuwa ni Yesu Kristo. Na kama hutoweza kuelewa vizuri kusema kwamba huyo neno alikuwa ni Yesu Kristo, nenda kasome Ufunuo pale kwenye Ufunuo itakufundisha. Ngoja nisome tupate kuelewana vizuri, twende pamoja wapenzi wa Mungu. Tunasoma Ufunuo mlango wa 19 pale. Tukisoma Ufunuo mlango wa 19 na ule mstari wake wa 13, unasema, naye amevikwa vazi lililochovywa katika damu, na jina lake aliitwa neno la Mungu. Nani huyo aliyeitwa neno la Mungu? Ni Yesu Kristo. Kwa maana yeye ndiyo anayesema hapo mwanzo alikuweko neno,
naye neno alikuwako kwa Mungu. Katika pale Yohana mlango wa 1 na mstari wa 1 ndivyo inavyokuja kutamsha kuwa naye neno alikuwa ndiye Mungu. Wapenzi watazamaji wangu, naomba tuelewane jambo hili ya kuwa haya yote yaliyoko, yanayotembea, yanayosikiwa, lishikeni neno la Mungu, kwa maana hilo neno ni hai na hilo neno halitopita. Niseme kwamba tunakuta injili ziko za aina nyingi zinahubiriwa. Ni kweli zipo, na ni injili zinafanya kazi, na ni injili zinasaidia, ndiyo. Lakini nataka niwaambie kitu kimoja, ya kuwa neno la Mungu pekee ndiyo li hai. Mafuta ya upako yatapita, maji ya upako yatapita, maji ya baraka yatapita, kila kitu kitapita, leso za upako zitapita, hata mimi mnayeniona bado nitapita, lakini neno la Mungu pekee haliwezi likapita, kwa maana neno la Mungu li hai, tena neno la Mungu lina nguvu. Kuna vitu vingi watu vinatusumbua kwenye maisha yetu, ni kwa sababu tu hatujui neno la Mungu. Tunatembea bila neno la Mungu. Ukimuuliza mtu ameokoka saizi, matatizo yamemkabili, anaanza kukimbilia kwenda kuombewa. Unakwenda kuombewa kwa sababu huna neno la Mungu ndani yako. Ungalikuwa na neno la Mungu ndani yako, usingekimbilia kuombewa. Ungejua ya kuwa nimeahidiwa kuomba mimi mwenyewe. Ungejua hiyo ya kuwa nimeahidiwa nikiomba Mungu ananisikia. Labda niseme kitu kimoja, watu wengi wanashindwa kuomba kwa sababu hawako ndani ya neno la Mungu. Yesu anasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, na maneno yangu yakae kwa wingi ndani yenu. Hapo ndipo ombeni lolote na mtatendewa. Sikieni kitu kimoja, anayeahidi hivi ni hakika na ni mwaminifu. Yaani yeye wala hakosei jambo lolote. Yeye akiahidi, ameahidi, anatenda. Ndiyo maana nakwambia, lishike neno lake lililo hai, lenye uzima, linalookoa, linaloponya. Ni kwa sababu tu neno la Mungu li hai, na hivi vyote vitapita, ila neno lake halitapita. Ninavyosema, amesema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Yaani sijui nitoe mfano wa namna gani. Ni kwa mfano mtu akachukua ndoo ya maji na kikombe, akatumbukiza kikombe kwenye ndoo ya maji ili kikombe kizame katika ndoo ya maji, nacho kiwe na maji. Hapo nadhani kwa mfano huo kidogo mmenielewa. Kwa maana ukitumbukiza kikombe kwenye ndoo ya maji na kikombe chenyewe kinajaa maji, kwa hiyo kinakuwa kikombe kiko ndani ya maji na maji yako ndani ya kikombe. Mpenzi mtazamaji wangu, napenda upate kujua kuwa neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena linafanya mambo yote. Usije ukababaishwa na hivi vyote vinavyoonekana hapa ulimwenguni vinavyosumbua watu. Watu wamekosa tu neno peke yake kupata kujikwamua. Kwa mfano, unakuta kijana kabisa, uzinzi unakusumbua. Ni kweli umefika, mpenzi wako anakubebisha baby, lakini hupigi hesabu kusema kwamba namna ya kutoka hapa ni ipi. Ati umeokoka, unaanza kumkemea kimya, shetani toka. Utakwenda kuzini na unanena kwa lugha. Mpenzi mtazamaji wangu, nakwambia hakika utakwenda kuzini na unanena kwa lugha, kwa sababu neno la Mungu halisemi hivyo. Wewe hapo umekosa tu neno. Neno la Mungu limesema ikimbieni zinaa. Utasoma pale kwa Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 18, imeandikwa ikimbieni zinaa. Mtu ambaye anatembea na neno la Mungu anajua kusema kwamba hapa hiki ninachokiona
hiki hakiwezi kukemewa kwa maombi. Hiki kukikemea haiwezekani. Hapa ni kukimbia. Huyo ndo mtu mwenye neno la Mungu na anafata kanuni za Mungu. Mungu hajakwambia kusema kwamba ikemeeni zina, ila anasema acheni dhambi. Kwa hiyo dhambi ni ya kuacha, ila zina ni ya kuikimbia. Hilo ndio neno la Mungu. Kwa hiyo tusije tukashinda tunatafuta maarifa mengi kutoka pande mbalimbali na kutaka kujua dunia ikoje ukiwa uko nje na neno la Mungu. Cha kwanza, vitu vyote hivi tunavyoviona vitapita, ila hilo neno ninalolisema halitapita kamwe. Hata mwisho neno litakuwepo. Neno la Mungu. Nataka tumjue katika neno la Mungu. Watu tunapambana juu ya vita. Tunazungumzia mataifa mbalimbali. Tukisoma kwenye Biblia tunakuta kusema kwamba linasema kila taifa litainuka kwenda kupigana na taifa lingine. Huo ni unabii unatimizwa, wana wa Mungu. Huo ni unabii unatimizwa. Lakini unabii unavyotimizwa tukiwa tunashuhudia, tunakuja kukagua katika maandiko nini kiliandikwa kabla ya huo unabii kutimia. Tunakuja kukuta neno la Mungu halitopita. Kwa hiyo mtu, weka sana neno la Mungu ndani yako upate kuwa na amani. Weka sana neno la Mungu ndani yako upate kuwa na maarifa, upate kujua. Nilifundisha awamu iliyopita kwa habari ya kushughulikia majina tulionayo. Kama utashughulikia majina tulionayo kwa akili zako mwenyewe bila neno la Mungu, haiwezi ikakufaidia chochote, wala jina haliwezi kubadilika, kwa maana linabadilika katika neno la Mungu. Mungu alianza kumbadilisha Abraham nyakati hizo. Ukisoma pale Mwanzo inaelezwa Abraham alibadilishiwa jina. Akasema kuanzia sasa hutaitwa Abraham, utaitwa Ibrahim, kwa maana ni baba wa mataifa mengi. Kwa hiyo uwezekano wa kubadilisha jina katika ulimwengu wa roho upo, lakini libadilishe katika neno la Mungu. Usitumie akili zako mwenyewe kubadilisha vitu unavyotaka. Tumia neno la Mungu linasema nini ili uweze kubadilisha. Neno la Mungu li hai, ukiliweka kwa wingi ndani yako, na ndipo napata kufanikiwa kwa kila jambo katika neno la Mungu. Na ndipo nakuwa unajua kila tukio linalotokea katika neno la Mungu. Ninawapenda sana wapenzi watazamaji wangu. Ninawapenda sana. Na wasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Mbarikiwe sana.